Are you ready? Haya, hadithi yangu inaenda kwa haraka. Familia moja ambayo ilikuwa na baba, mama na mtoto mmoja. Huyo mtoto mwita nani? Josephat. Very good. Haya, huyo mtoto alikuwa anaitwa Josephat. Huyo mtoto hakuwa anaenda kanisa. Mama yake na baba yake hawakuwa wanaenda kanisa. Siku moja wakawa wamemtuma kawaida yao kila weekend, every Saturday, huwa wanapika asubuhi chai na mkate. Kwa hiyo wakamtuma maziwa, sukari na mkate. Vitu vingapi? Vitatu. Maziwa, sukari na nini? Na mkate. Wakatuma huyo mtoto, na mahali anaenda kwa duka anapitia kwenye fenzi ya kanisa. Alipokuwa anapita, amebeba zile pesa ambazo amepewa, akapita pale kando ya kanisa, akaona watoto wakiwa wamevalia sare ya Pathfinder. Mnajua sare ya Pathfinder vile inaonekana? Si inakaa smart. Very nice. Na alafu zile beats za Pathfinder zinakuwa very sweet. Sio kwa? Sasa aliyekuwa akipita hivi, akaona wale watoto wana march. Wale watoto wana march kwa kanisa. Alafu pale kwa kanisa alikuwa na marafiki wake ambao walikuwa wanasoma naye shule moja. So wakamwita Josephat, mambo kuja. Josephat alikuwa anachungulia kwenye fence. Kwa hivyo Josephat akawa amevutiwa na ile mvuto na zile beats za Pathfinder. Hata sisi tumevutiwa tu kubwa. Yes, akavutiwa na zile beats. Akasema hebu niingie, na amevaa vizuri. So akaingia. Vile aliingia kwa fence, kumbuka ametuma nini? Vitu vitatu, si kweli? Sasa akaingia ndani, wakawa wanaimba na wao. Wimbo ambao walikuwa wanaimba ilikuwa inaenda hivi. I hope kama mnajua mtaniimbia pamoja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hiyo wimbo ilikuwa mzuri. So huyu Josephat akaingia kwa hiyo kikundi, na ukumbuke amevaa nguo za nyumbani, hajavaa nguo zao. So akaimba na wao, masaa ikaenda. Akaimba na wao, akagundua imefika saa 7. Saa 7, kumbuka kuna pesa ambazo alikuwa ametuma mkate, sukari na maziwa. Josephat anakumbuka, niko na pesa kwa mfuko na nilikuwa nafaa niende ninunue chakula ambao mama alikuwa amenituma. Ndio dukani. Akachukua mkate, maziwa na sukari. Vitu tatu. Akakimbia kwa nyumbani. Akafika nyumbani. Si unaona hiyo sura ya mama vile inaweza kuwa? Si unaimagine vile mama amefura kama mandazi? Very nice. Sasa akafika nyumbani, akapata mama amefura hivi. Akamwambia Josephat, nilikutuma, unatoka wapi? Josephat akaanza kutetemeka, mama unajua, anaenda anamalizia anasema marafiki wamefanya nini? Waliniita church, nikaenda kuimba na wao na nikasahau. Mama akamwambia, tangu lini tuende kanisani? Umeshaiona sisi hapa tukienda kanisani? Josephat akasema hapana. Kwa hivyo shika last warning. Josephat akasema mama asante. Akaenda. Hiyo ni weekend ya kwanza, anapewa nini? Warning. Weekend ya pili, sasa mtoto alikuwa anaombewa church. Ya ajabu sasa, wako mpaka na maua. Mtoto akiombewa church, najua ni kama sherehe, ni kama harusi. Si kweli? Mtoto anaombewa church, na kumbe hiyo siku sasa walikuwa wamepanga chakula kilikuwa kinapikwa kanisani. So mtoto mwenye alikuwa na mtoto wake anaombewa, akawa ameprovide pesa ya kupika chakula. Sasa hivyo hakuna mwenye anaenda nyumbani. Kurudi sasa, akawa amewakuta tena wakiimba the same song, na wamevaa zile nguo lakini wameongezea na nini? Na maua. Sasa tena akapata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yetu ilikuwa Job 17 verse 1. Alafu theme, wenye anaandika theme ilikuwa inasema kwamba trust in the Lord, trust in God no matter situation.
trust in God no matter situation. Job 17 verse 1. Naomba mtu mmoja saa amke anisomee mwenye ameweza kufungua pale. Nasema roho yangu imezimika. Roho yangu imezimika. Siku zangu zimekoma. Kaburi ni tayari kunipokea. Verse 2. Ni kweli wako kwangu wenye kufanya bianga. Jicho langu. Haya, nataka aweze kuangalia, na tunajua kwamba hii story si mara yako ya kwanza kusikia hii story ya Bartimayo, si kweli? Lakini sasa nataka asome verse 52 peke yake. Aachane na hii story alikuwa ameketi kwenye lango akiwa kibovu, sio? Akiwa anaomba. Nataka sasa uangalie pale namba 52. Usikie vile anasema. 52 51 nasema aje? 51 peke yake, Hello. 51 inasema Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Achia hapo kidogo na usikae. Yesu alimuuliza aliposikia kwamba mwana wa Daudi anapita, ambaye ni Yesu, sio? Akamuuliza ni rehemu. Sasa Yesu ndiye akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Unajua kuna kitu moja ambao tunakosea sisi kama Wakristo. Tunakuja kanisani. Kama huko nyumbani bado unaomba Mungu, sio? Do you really believe when you are just praying that Mungu naomba unifanyie kitu fulani? Kuna kitu ambacho utatamka katika maisha yako ili Mungu aweze kukufanyia. Kwa hivyo hapa sasa Mungu Yesu anataka huyu jamaa anaitwa Bartimayo aweze kutamka yeye mwenyewe kwamba nataka unisaidie kitu fulani. Huyu jamaa alitamka aje 52? Alisema aje? 52 inasema, Yesu akamwambia, akasema, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njia. Huyu jamaa alijibu aje kwanza? Alisema 51 alipoulizwa nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Nataka nipate kuona. Kwa siku ya leo nataka tu nikwambie kitu moja. Nataka uambie Mungu siku ya leo tu unataka ufanye nini? Uone, you want to receive your sight. Receive your sight because saa hii unaniona, si unaniona? Mimi ni Jasper. Lakini sio hiyo tunazungumzia. Sisi ni wadhambi. Sisi tuko katika dhambi. Hatuoni, tuko gizani. Sasa hiyo ndio sababu imetufanya hatuoni mbele, hatumuoni huyu Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo ningeomba uweze kufanya nini? Uweze kuachilia hiyo kitu ambayo imekufunga. Hiyo kitu ambayo imekufunga kwa macho, ambayo huwezi kuona. Mwambie Mungu, kwa hakika siku ya leo naomba Mungu niweze kupata kuona. Naomba Mungu sisi wote ambao tuliopo hapa Molo West, ambao tumeketi katika madhabahu ya Mungu, tuweze kurehemiwa na Mungu, tuweze kupata kuona. Najua kwamba itakuwa vigumu kusema kwamba Mungu ni rehemu, lakini ila tu wewe kibinafsi unajua yale ambao umetenda kinyume na Mungu. Unajua yale ambao umetendea wenzako kinyume na Mungu. Ila tu wakati ni sasa, omba msamaha na Mungu kwa hakika atakutendea. Zile shida ambazo zote unapitia, Mungu anazijua before hata utapiga magoti kumuomba. Nena na yeye, mwambie kwamba Mungu, kama hautaweza, sitaweza kunena yote kutoka kinywa changu. Mungu, naweza kufanya nini? Kusikia nini? Roho yangu. Uweze kusikia roho yangu, kwa sababu roho yangu tukiifungua sasa hivi, tunajua kwamba kuna mengi ambayo yamekuumiza. Na roho ikifunguka iweze kunena yote ambayo imepitia, labda uende inaweza jaa maandiko, inaweza jaa nini katika hii Biblia. Kwa sababu yale ambayo umepitia yote, ukiweza kutuelezea sasa hivi, itaisha leo, isha kesho na ukiendelea kutoka utotoni ambao Mungu amefanya nini? Amekutoa. Kwa hivyo Mungu atusidishie, atupe neema, atusamehe makosa yetu na tuweze kutupea macho ili tuweze kuona. Bwana Yesu aweze kuwabariki.